Vita vya Israeli, Marekani pamoja na Irani vinaendelea kuwa vigumu licha ya Amerika ama Marekani kuendelea kusema kwamba yeye vita yake alishaimaliza mapema sana. Nikinukuu mazungumzo ya Donald Trump, rais wa Marekani, aliyoyasema hapo juzi. Alisema kwamba tayari wameisha dungua mifumo yote ya Irani, lakini pia tayari kwa kiasi kikubwa wameshateka anga la Irani, kamera za CCTV pamoja na kamera zote za Irani wameshafanikiwa kuzidungua ama kuzihaki, kwa maana kila kinachoendelea Irani na mifumo yote tayari wameisha iwini. Lakini ukija upande wa Irani, wao wanataka kuhakikisha ama kuihakikishia dunia kwamba Marekani ana uwezo wa kupigika. Marekani ana uwezo wa kupigika, na ndio maana mpaka sasa hawajaweza kusitisha vita, kwa sababu wanataka kuionyesha dunia kwamba wana uwezo kiasi gani. Lakini Irani pia juzi waliweza kusema kwamba yale makombora ambayo wanaendelea kuyatupa ama makombora ambayo wanaendelea kuyatumia dhidi ya vita ya Irani pamoja na Marekani na Israeli ni makombora ambayo wanayafanyia majaribio. Kwa hiyo wakasema kwamba yale makombora halisi ya Irani bado hayajatumika. Kwa hiyo Marekani wanaiomba Marekani kwamba isiweze kupuuzia na kuiona kwamba Irani ni wanyonge hivyo wanavyofikiria. Wanasema wao watajaribu kuionyesha dunia kwamba Irani ina nguvu kiasi gani. Lakini kufuatia pia kifo cha kiongozi wa Irani ambaye alikuwa ni kiongozi ambaye ndio hasa Israeli na Marekani ambao walikuwa wamemlenga na wakafanikiwa kumuua. Lakini baada ya hapo alichaguliwa mtoto ambaye ni mtoto wa damu wa Khamenei, ambaye na yeye anakuja kurithi kiti cha baba yake. Kwa nini, utajiuliza kwa nini Irani wameamua kumchagua mtoto wa Khamenei ama ameamua kumchagua mtoto wa damu na sio mtu mwingine? Utagundua kwamba Irani bado ana mpango wa kulipiza kisasi juu ya Israeli pamoja na Marekani. Sasa walijaribu kuangalia wanaweza kutumia mtu wa aina gani kuweza kulipiza kisasi juu ya Marekani na Israeli. Wakaona kwamba mtu pekee mwenye uwezo wa kulipiza kisasi ni yule mtoto wa damu wa kiongozi wa zamani ambaye alikuwa anaitwa Khamenei. So wakachukua ile damu ya Khamenei, wakamchukua mtoto wakamuweka kwenye kile kiti, ili huyu mtoto anapopigana hii vita ama anapoiongoza Irani katika mapambano dhidi ya Israeli na Marekani, awe anakumbuka kwamba hii vita ninaipiga, lakini ninapigania damu yangu ambayo nimeipoteza. Kama unakumbuka, Marekani na Israeli walifanya shambulizi ambalo liweza kuua familia karibia watoto 3 kama sio 4, baba, mama na watoto kama 2 kama sijakosea. Lakini wanavyosema ni kwamba huyu mtoto ambaye amechukua nyadhifa ya baba yake, na yeye pia aliweza kujeruhiwa kiasi, lakini yeye aliweza kupona. Kwa hiyo wameamua kumtumia ili kuweza kulipiza kisasi. Kwa utaona vile ambavyo vita inajaribu kuwa ngumu. Na kama unakumbuka kwamba Amerika iliweza kutoa neno kwamba inaweza fanya mazungumzo na Irani, na Irani waweze kushusha silaha chini, majeshi yake waweze kushusha silaha chini kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa lao, lakini pia maslahi mapana ya wananchi wao. Na akasema jeshi la Irani kama likiweza kukubali kushusha silaha chini na
likakubali kuungana na wananchi kwa ajili ya kuweza kuachana na vita, basi Marekani hatatoa adhabu yoyote kwa jeshi la Irani, kwa sababu tayari watakuwa wamesha salenda na wameshakubaliana kwamba wameshindwa. Lakini jeshi, kwa upande wa jeshi la Irani, msemaji wao ama kiongozi wao, mkuu wa majeshi, alisimama akasema kwamba Irani haiko tayari kwa mazungumzo yoyote, na Irani haiko tayari kushusha silaha chini kuona kwamba imeshindwa vita. Irani bado itaendelea kupambana na itaendelea kupigania haki yake, ambayo wao wanasema kwamba Irani kama Irani imeonewa na hawawezi kukubali kuendelea kuonewa. Kwa hiyo watajaribu kuionyesha Marekani na Israeli uwezo ambao Irani wanao. So kutokana na hizo kauli ndio anapatikana sasa kiongozi ambaye ndio mtoto wa Khamenei, ambaye na yeye amechukua jina la babake na nyadhifa ya babake ya Khamenei, na yeye mwenyewe akaweza kutoa speech ya kwanza kabisa, akasema kwamba nchi zilizoko katika ukanda wa Ghuba ama katika ukanda ambao ni majirani zake na nchi ambazo ni washirika wa Marekani wasifikirie kwamba vita ya Irani na Israeli ni vita pekee ya Irani, na wasifikirie mapambano yanayoendelea basi yanaihusu tu nchi ya Irani. Wanafaa kujua vita ya Irani inaigusa dunia nzima. Na akaendelea kusema kwamba na kama wanafikiria kwamba ni vita ya Irani, basi waendelee kutulia kimya, waendelee kunyamaza kimya na kujifanya kwamba vita haiwahusu. Sasa mpango wa Irani yeye anasema kwamba anajaribu kuigusa dunia nzima, ndio sasa kuwaonyesha kwamba hii vita sio ya Irani peke yake. Akajaribu kusema kwamba vita ya Irani na Israeli na Marekani ni vita ambayo inaweza kuleta athari katika uchumi wa dunia nzima. So wanapoendelea kunyamaza na wanapoendelea kumchekea Marekani, basi wajue kabisa uchumi utakapoyumba hautayumba Irani peke yake. Uchumi utayumba dunia nzima. Kwa akasema wao kama wao watatry kuigusa dunia nzima. Watatry kuigusa dunia nzima na kabisa dunia nzima itaona athari ya vita kama hii. Alafu wakaendelea kusema kwamba wakatoa tangazo. Baada ya hapo Marekani alituma vikosi vyake vya chini na Israeli pia kaendelea na mashambulizi. Lakini ukiangalia mashambulizi ambayo yanafanyika ni apiga ni kupige. Israeli anapiga, Irani anapiga, Marekani anapiga, kwa wote wanaendelea kupiga. Lakini mpaka sasa utaona barozi tofauti na maeneo tofauti ambayo Marekani anashare katika mataifa fulani. Utaona Irani aliweza kuishambulia Dubai, kaishambulia Qatar, kaishambulia Lebanon, kaishambulia Kuwait na mataifa mengine ambayo Marekani ana uhusiano na hayo maeneo. Lakini bado aliendelea kupiga maeneo tofauti. Mpaka sasa ameshapiga maeneo zaidi ya 100 ambayo yanahusiana na nchi ya Marekani katika mataifa tofauti. So utaona bado ni wabishi, pamoja na kwamba Irani vita imemkalia vibaya, maana mashambulizi ya Israeli ni mashambulizi ambayo ni ya hatari sana, lakini bado wanaendelea kujibu na wanaendelea kusema kwamba wao hii vita wasifikirie kwamba Irani ameshindwa. Hii vita Irani atapambana mpaka wao watakaposema kwamba Irani sasa ametosheka. Irani sasa anaona sasa anaweza kuachana na vita, hapo ndio anaweza kuachana na vita, lakini bado vita ni mbichi. Wakaendelea kutoa tangazo, wakasema katika mlango wa bahari wanaufunga, na meli yoyote itakayojaribu kupita katika njia hiyo ya mlango wa bahari basi wataweza kuilipua. Na ukweli kabisa hapo juzi tukaona
meli 3 ambazo zilikuwa zina shehena ya mizigo zilizokuwa zinasafirisha mizigo zikaweza kulipuliwa na majeshi ya Irani. Kwa hiyo utaona vile Irani hataki kusikia, na mpaka sasa Irani hataki mazungumzo wala hataki kikao chochote wala hataki kufanya mazungumzo na mtu yoyote. Yeye anachotaka ni kupigana tu, wao wakidai kwamba wanapigania haki ya watu wa Irani. Kwa hiyo ndio vita ambayo inaendelea katika nchi hizi 3, Israeli, Irani pamoja na Marekani. Ukiangalia unaona kabisa Marekani, hii vita ukiangalia vizuri sana utaona ni kwamba hii vita atashinda, anaweza kashinda, lakini kwa upande fulani imemlemea, kwa sababu unajua unapopigana na mtu ambaye hataki mazungumzo, hataki kuamuliwa, hataki kushauriwa, vita inaweza ikawa mbaya kwako, kwa sababu licha ya kwamba una mifumo mizuri ya kuweza kujilinda, lakini unajua katika vita kuna kupiga na kupigwa. So wakati unampiga na akapigika, lakini kuna wewe pia unaweza ukapoteza. Na ukiangalia Irani kabisa katika mindset yake anataka kuihusisha dunia na hii vita yake, na ndio maana anajaribu kupiga huku na huku kufanya reaction fulani ambayo mataifa yote sasa yatachagua upande wa kusimama, wasimame na Marekani na Israeli ama wasimame na Irani. Sasa sijui wewe msikilizaji na mtazamaji, wewe una lipi la kuongea ama lipi la kushauri na kucomment? Wewe unaona nini katika vita hii ya Irani na Marekani na Israeli?